chanzo cha kutuumba kwa mfano wake na kwa sura yake ni kwamba tutawale hapa duniani. Mungu anasema akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Baada ya kumaliza katika uumbaji, Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Kwa kama umeumba kwa mfano wa Mungu, kuna kuzaa jambo, alafu kizaa jambo ina maana uongezeke. Biashara yako iongezeke, kila unachokifanya kiongezeke. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Na somo langu la leo nimeliweka, usipoiua tabia yako mbaya ya siri iliyoko moyoni mwako, itaua hatima yako ya wazi. Kwa hiki ndicho kinachofanya kwamba uungu usijidhihirishe hapa duniani na usiongezeke kwa sababu ya tabia ya siri. Mwanadamu yoyote ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini wale wote waliompokea Bwana wetu Yesu Kristo ndio wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Ndani ya dunia hii kuna watu wawili. Watu wote ni watu wa Mungu. Majambazi, wachawi ni watu wa Mungu. Lakini kuna wana wa Mungu, ndio wale walioliamini jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo kila tabia isiyofanana na Kristo ni uchafu kwenye ulimwengu wa roho. Na kila uchafu kwenye ulimwengu wa roho ni kivutio cha nguvu za giza kwenye maisha yako. Na kila uovu ni fagio la kufukuza fursa kwenye maisha yako. Kila uchafu wa kiroho ni lango la uvamizi kwenye hatima ya maisha yako. Kwa hiyo, ikiwa kila tabia ovu ni mlango wa uvamizi, njia rahisi ya kukomesha mashambulizi hayo ni kukagua tabia za sirini. Unaweza ukasema mimi nimeokoka. Unaweza ukasema mimi niko vizuri sana na Mungu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kiko ndani yako ambacho mchungaji hakijui, mke wako hakijui, mume wako hakijui. Kuna tabia ya sirini. Uovu wa siri ni matatizo. Haleluya. Kila uchafu wa kiroho ni lango la uvamizi kwenye hatima ya maisha yako. Kwa hiyo ikiwa tabia ovu ni mlango wa uvamizi, njia rahisi ya kukomesha mashambulizi ni kukagua tabia ya sirini. Uovu ni wa siri, lakini madhara yake huwa yanakuwa peupe. Unafanya mambo hayo kwa siri, lakini tabia ya mambo ya siri yataonekana hadharani. Subiria tu muda. Kila tabia mbaya ulioificha ni mauti uliojifichia wewe mwenyewe. Humfichi mtu mwingine, humfichi mchungaji, humfichi mume wako, humfichi mke wako, unajifichia umauti wewe mwenyewe. Haleluya. So, kutoka kwenye uovu ni kutoka kwenye umauti. Mashambulizi yataendelea kukushambulia mpaka pale utakaposhinda tabia mbaya ya sirini. Kwa hiyo ukombozi wa kweli katika maisha yako ni kushughulikia tabia zako za sirini. Unaweza ukaficha uovu, lakini huwezi kuficha matokeo ya madhara ya uovu. Yataonekana tu. Uovu wako ni utumwa na usukule wako. Kwa hiyo unaweza ukaficha uovu wako mbele za watu, lakini madhara ya kuficha kwako yatakuumbua baadaye kwa sababu yataonekana. Kwa hiyo kama unataka kuwa huru, utakuwa huru pale utakapoamua kuudondosha uovu wako. Usipoamua kuiua tabia yako mbaya, hiyo tabia mbaya itakulia mema ambayo Mungu amekupangia, kwa kuwa wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. So the better kill it before it kills you. Jitoa kwenye uovu kabla uovu haujakulipa mshahara, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Shetani hana nguvu kwako, lakini kila tabia ovu
unaifanya ndio uwezesho wake shetani wa kuweza kukumiliki na kukutesa, na mawakala wake na wachawi hawana nguvu kwake. Tabia ya sirini ambayo haionekani, hiyo ndio mlango wa shetani kutesa biashara yako, kutesa kile unachokihitaji. Hakuna kitu kinachomdhoofisha shetani kama kusema naacha uovu leo hii, naacha tabia hii na hii. Kuusaliti uovu ni kujifungua wewe mwenyewe binafsi kwenye maisha yako. Unapousaliti uovu na kuacha, unakuwa umejifungua kwenye maisha yako. Hauachi uovu ili uwe mwana wa Mungu. Hauachi uovu ili Mungu akupende. Unaacha uovu kwa sababu Mungu anakupenda. Toba ya kweli ni kuacha kila kitu kilichofanana na Kristo. Haihusiani hata na maombi wala kufunga na kulia. Ulipookoka tu, Mungu alipachika asili ya utakatifu ndani yako. Na ndio maana kuna jambo unaweza kutenda unajikuta unahukumiwa wewe mwenyewe kwa sababu Mungu aliachilia utakatifu ndani yako. Ulipompokea Bwana wetu Yesu Kristo, ulipokea uwezo na ushindi dhidi ya kila nguvu za dhambi ndani yako. Kwa hiyo kushinda dhambi una uwezo, unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Haujachelewa bado kuwa mtu sahihi. Kwa hiyo utakaso ni kuacha kila kinachofanana na uovu. Kwa namna hiyo, kila mwana wa Mungu ana uwezo na maamuzi ya kuacha dhambi yoyote ile. Utakaso ni maamuzi ya kujitenga na uovu na uovu wa kila namna. Ushindi wa kweli ni kujishinda wewe mwenyewe kwanza kwa tabia unayojua. Mimi sijui kama mchungaji, hakuna mtu mwingine anajua kama mchungaji. Wote tupo Jumapili hii ya leo, tunaonekana ni watakatifu, lakini kuna tabia ya sirini ambayo unaijua wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukishinda hiyo tabia ya sirini, ndio kufunguliwa kwako na kuwa huru. Usisubiri fimbo ya Mungu ikubadilishe, bali acha neno la Mungu likubadilishe. Nimekuja na mtu mmoja leo hii ya kwamba usije ukasubiria Mungu akakubadilisha kwa anavyotaka. Acha neno la Mungu asubuhi ya leo likubadilisha leo kwa jina la Yesu aliye hai. Usipoiua tabia yako mbaya, hiyo tabia mbaya iliyoko ndani yako itaua hatima yako ulioandaliwa na Mungu. Kumbuka, Mungu amekuumba kwa mfano wa Mungu, kwa sura yako. Wewe ni balozi wa hapa duniani. Mungu hajibu tu kwa maombi, bali hujibu hata mawazo pia. You very careful kudili na mawazo yako, kwa sababu utakuta kuna mtu anaombewa vizuri sana, anatabiriwa vizuri sana, anajiombea yeye mwenyewe vizuri sana, anajitabiria yeye mwenyewe vizuri sana, lakini anawaza vibaya. Mungu wetu anasikia mawazo. Haleluya. Utakuta kuna mtu anaombewa, alafu hafunguliwi kwenye vifungo vyake alivyofungwa na adui. Hafunguliwi kwa sababu ndani ya moyo wake amejaza hofu na mawazo yake yamejaa mawazo ya kifo. Mawazo ni lugha na ni sauti kwenye ulimwengu wa roho. Mapepo huyo yanasikia sauti na yanaangalia na unachokiwaza. Ndio maana wote mnaweza mkatumia jina la Yesu Kristo, lakini mmoja mapepo yakamtii na mwingine yakamdhalau. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu matamshi unayotamka yanaendana na mawazo unayoyawaza. Na ndio maana unaweza ukaombea kwa muda mrefu na bado ukawa hujafunguliwa kwa sababu ya mawazo yako mabaya unayoyawaza kinyume na Mungu. Unaweza ukasema mawazo gani mabaya unayowaza kinyume na Mungu? Yesu mwenyewe anasema aliye mgonjwa aseme mimi mzima, na aliye masikini aseme mimi tajiri. Sasa unaweza ukawa unasikia neno hili, lakini mawazo yako hayajambatana na hili neno, kwa sababu Mungu na shetani kama spiritual huwa wanasubiri useme kwa imani iliyojaa mawazo mema. Ukisema huwa wanaangalia mawazo. So kwenye ulimwengu wa roho mawazo ni language. Na ili uamini, Yesu alipokuwa hapa duniani kuna wakati alikuwa katikati ya watu, na kila mtu yeyote alipokuwa akiwaza kitu, Yesu alikuwa anajua unachokiwaza.
Kumbuka yeye hakuwa ndani ya watu, bali alikuwa nje ya mili ya watu, lakini alikuwa akiona kila kitu ambacho watu walikuwa wakiwaza. Tunaona hata mwanamke aliyeponywa na ugonjwa wa kuvuja damu kwa miaka 12 alisema kuna mtu amenigusa. Kuna mtu amenigusa. Kulikuwa na watu wengi walikuwa wanamgusa, lakini kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa anavuja damu kwa miaka 12, aliyetembea kwa madaktari na madaktari akashindikana. Alienda akamgusa Yesu kwa imani, na katika kule kumgusa kwa imani Yesu amesema kuna mtu mmoja amenigusa. Hapa Yesu alikuwa anazungumzia mguso wa imani. Kwa imani ni kila kitu, wana wa Mungu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, watu wa nuru na giza huwa wanaona kabla hujasema. Maandiko mahali pengine yanasema itakuwa kabla hujaomba nitakujibu. Sasa nitajibiweje kabla sijaomba? Kabla hujaomba nitakujibu. Sasa utajibieje? Utaponyaje kabla hujaomba? Hapa Mungu anamaanisha mawazo yako unayowaza kabla ya maombi yako. So Mungu huopaleti mawazo, na shetani naye huopaleti na mawazo. Dhambi huanzia kwenye mawazo, na hata mtu kuziacha dhambi zake huanzia kwenye mawazo, na mtu akaziacha dhambi na akawa huru. Huwezi ukawa huru kama hujashughulikia mawazo yako mabaya, bali utaendelea kujidanganya wewe mwenyewe kwa stress unayopitia. Angalia katika kitabu cha Waefeso 3:20, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na mahali pengine maandiko anasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo atakavyokuwa. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu. Kwa namna moja au nyingine, wewe ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani kwa kupitia mwili wako, ili Mungu anachotaka kifanyike hapa duniani kifanyike kupitia wewe. Maandiko yanasema yanasema napendezwa na watakatifu walioko duniani. Ni kwa nini mambo hayatokei? Ni kwa sababu sura yake Mungu na mfano wake vimepotea kwenye mwili wako. Hakuna nuru yoyote ambayo inafananisha na mfano wa sura ya kiungu. Namba 1, Isaya 59:1 hadi 2. Tazama, mkono wa Bwana hakupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamefarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake msione, hata hataki kusikia. Namba 2, Kutoka 23:25, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakubarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondola ugonjwa kati yako. Eneo hili la pili, Wakristo wengi tunalipuzia sana. Kuto kumtumikia Mungu ni tabia ya siri iliyoko ndani yetu. Hii tabia inaondoa uhusiano wetu na Mungu. Kuto tu kumtumikia Mungu, sura ya Mungu inaondoka juu yako, mfano wa Mungu unaondoka juu yako. Kwa hauwi barozi tena, unakuwa barozi wa mtu wa dunia hii, kwa sababu humtumikii Mungu. Isaya 60:2 hadi 5, maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litaifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijiria nuru yako. Kwa hiyo kunahitajika mataifa waione nuru yako unapomtumikia Mungu, na wafalme kuujilia mwanga wa kuzuka kwako. Kwa hiyo unapokuwa unamtumikia Mungu, kunakuwa na mwanga wa kuzuka, wafalme wanakujia kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote